Kwa majina naitwa Marius Savika, ni program manager kutoka shirika la Kawiye Social Development Foundation au kwa kifupi tunajulikana kama Kasodefo. Tunajishughulisha na shughuli nyingi, lakini moja kati ya shughuli ambazo tunajishughulisha nazo ni masuala ya uragbishi. Uragbishi ni dhana inayojishughulisha na masuala ya ushiriki wa jamii katika masuala ya maendeleo, ambapo jamii inapata nafasi ya kuibua changamoto zinazowakabili, kuweka vipaumbele, kutengeneza mpango wa utekelezaji na kushiriki kwa pamoja katika utekelezaji wa mpango huo uliowekwa. Katika swala zima la uragbishi tunaangalia mambo makuu matatu. Cha kwanza ni kuboresha huduma za jamii. Kwenye jamii ambayo tunaihudumia tunataka huduma za jamii ziboreshwe. Lakini jambo la pili, tunalenga kuongeza ushiriki wa wananchi katika masuala ya maendeleo, kuondoa utegemezi, lakini zaidi sana kuona wananchi wanawajibika katika kuleta maendeleo wanayoyataka. Na jambo la tatu ni kufanya serikali au viongozi wa serikali kuwajibika kwa wananchi, kama ambavyo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambavyo inaeleza. Katika mambo mengi ambayo tumeyatekeleza kwa kushirikiana na wadau ambao ni shirika la Twaweza East Africa ambao wamekuwa ni wafadhili wetu, tumeshirikiana nao tangu mwaka 2021 ambapo ndipo uragbishi ulianza katika halmashauri ya wilaya ya Maswa. Kwa kwanza tulianza na vijiji 18 kutoka kwenye kata 18 kati ya kata 36 zilizoko katika halmashauri ya wilaya ya Maswa. Baadaye tuliwekeza nguvu kwenye vijiji 10 kutoka katika kata 10 kwa ajili ya kutaka kuleta matokeo zaidi katika maeneo hayo ambayo tunatekeleza. Katika swala zima la uragbishi tunafanya kazi na jamii, ambapo jamii ndio inaona changamoto zinazowakabili, na sisi tunakuwa wawezeshaji kupitia kamati maalum za uragbishi ambazo tunazitengeneza kwenye vijiji na kata ambazo tunafanyia kazi. Lakini zaidi sana uragbishi tunafanya kazi kwa karibu sana na viongozi wa serikali, na sana tunatumia mikutano ya hadhara pamoja na kamati mbalimbali zilizoko katika mfumo wa serikali za mitaa. Mbali na hayo, tunao watu ambao tunaita waragbishi ambao tumewajengea uwezo, ambao wao sasa wanaihamasisha jamii au wanaichokoza jamii kupitia mbinu mbalimbali za kiragbishi ili wanajamii waweze kuibua changamoto zinazowakabili. Kwa mwaka huu tunatengeneza mpango wa vipaumbele vitatu, na kamati ya wananchi ambayo inaundwa na wawakilishi kutoka katika vitongoji katika kijiji wanashirikiana na viongozi wa serikali za mitaa kuhakikisha wanatekeleza ule mpango ambao unakuwa umepitishwa kwenye mkutano mkuu wa kijiji. Lakini mbali ya hayo, sisi kama shirika pia tunakuwa ni wawezeshaji kwa maana ya kujengea kamati zile uwezo, lakini pia kushirikiana na viongozi, kuhamasisha wale viongozi kushirikiana na zile kamati za uragbishi zilizoko katika ngazi ya vijiji. Yako mafanikio mengi ambayo tumeyapata katika kipindi hiki cha miaka mitatu ya utekelezaji wa program au swala hili zima la uragbishi. Sasa tumeanza tangu mwaka 2021 Agosti. Kutoka Agosti 2021 mpaka sasa tumeendelea kufanya kazi nyingi sana katika maeneo tofauti katika halmashauri ya wilaya ya Maswa. Lakini tunayo mafanikio mengi ambayo tunaweza tukayaeleza. Cha kwanza, ushiriki wa wananchi katika mikutano ya hadhara umeongezeka. Kuanzia uchaguzi wa mwaka 2019, uchaguzi wa serikali za mitaa, baada ya uchaguzi huo kukamilika, kulikuwa kuna changamoto nyingi ambazo nyingine pia ni za kisiasa ambazo zilipelekea vijiji vingi kutokuwa na mikutano ya hadhara. Lakini baada ya uragbishi kuja mwaka 2021 kupitia ufadhili wa shirika la Twaweza East Africa na kushirikiana na sisi shirika la Kasodefo, tukaanza kutoa elimu ya uragbishi na tulionyesha umuhimu wa ushiriki wa jamii kwenye masuala ya mikutano ya hadhara. Kwa hiyo moja kati ya mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika kipindi cha miaka mitatu ya utekelezaji wa programu ya uragbishi ni kuongezeka kwa ushiriki wa jamii kwenye mikutano ya hadhara. Kwa mwaka 2024 peke yake katika vijiji 10 imefanyika mikutano 28,
na moja kati ya hiyo mikutano ilikuwa ni mikutano ya kusoma mapato na matumizi, ambayo mikutano hiyo haikuwa imefanyika tangu 2019 mpaka 2024. Kwa hiyo haya yote ni mafanikio yatokanayo na jitihada kubwa na juhudi za uragbishi ambazo zimekuwa zikiendelea kupitia shirika la Kasodefo katika vijiji 10 ambavyo tunatekeleza sasa. Lakini jambo la pili ni kuona viongozi wa serikali na hasa viongozi wa serikali za mitaa wakiwa wanawajibika kwa wananchi. Utoaji wa taarifa za mapato na matumizi ni moja kati ya jambo ambalo tunaweza kusema kuwa ni moja kati ya uwajibikaji wa viongozi wa serikali za mitaa kwa wananchi. Jambo jingine ni kuibuliwa kwa miradi mingi ya maendeleo na wananchi. Tunayo mifano mingi. Kwa mfano, kijiji cha Gura kinachopatikana katika kata ya Lalago, wameweza wananchi kuibua kipaumbele cha kujenga mradi wa kijiji, na sasa wanayo mashine ya kukamua mafuta ya alizeti ambayo imetokana na mapato ya kijiji, na wananchi waliamua kupitia mkutano wa hadhara, na sasa tunaona mradi huo unatekelezwa. Lakini tunayo miradi mingi ambayo imetekelezwa, ikiwa pamoja na uanzishwaji na ujenzi ambao sasa jengo liko katika hatua za mwisho kabisa za umaliziaji katika kijiji cha Funika. Sasa wanayo zahanati na wameelekea kwenye ujenzi wa nyumba ya mganga. Lakini pia ujenzi huo wa aina hiyo pia umefanyika katika kijiji cha Bushtara katika kata ya Busilili. Lakini pia tumeona kuna utekelezaji pia wa miradi ya maji. Jitihada za wananchi zimefanyika hasa katika kijiji cha Zabazaba pia pamoja na kijiji cha Mwatunde. Lakini tumeona pia kumekuwa na jitihada nyingi za uanzishwaji hata wa masoko na magulio, mfano katika kijiji cha Mwakulilima. Lakini pia wananchi wameendelea kushiriki katika jitihada nyingi na michakato mingi ya masuala ya kimaendeleo ukilinganisha na miaka mitatu iliyopita nyuma. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba uragbishi umekuwa na mafanikio makubwa sana, hasa kwenye eneo la kuwajengea wananchi ufahamu, kuona kwamba aina yoyote ya changamoto inayowakabili wao ni sehemu muhimu sana katika kuitatua changamoto hiyo. Na pili, tumeona pia utegemezi kwa serikali na wadau na wafadhili unaenda unapungua.